Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Taifa imara. Taifa imara. Taifa imara la Kristo. Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Wapo FM katika kipindi cha Taifa Imara la Kristo, kipindi kinachorushwa hewani kila siku ya Jumamosi hapa Radio Wapo kuanzia saa 2 kamili usiku. Hapo tutapata nafasi ya kujifunza maandiko matakatifu na wasaa mzuri wa kuomba kwa kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Karibu tusikilize maneno mazuri ya Bwana Yesu. Kumbuka, anayetafakari maandiko matakatifu pamoja nawe siku hii ya leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu ni mimi mtumishi wa Mungu Reverend Sigmund Lack. Karibu tujifunze neno la Mungu. Sasa, majuma mawili yaliyopita tulikuwa na somo linalomuhusu mtumishi wa Mungu Kuhani Yairo, ambaye alikuwa anapitia changamoto, na changamoto hii ilikuwa nyumbani kwake. Alikuwa na binti yake mwenye umri wa miaka 12 tu, anaumwa hawezi. Kuhani Yairo akaacha vyote, akakimbia kuja kwa Yesu, na alipofika kwa Yesu akaanguka miguuni pa Yesu. Ijapokuwa alikuwa ni mtu mwenye cheo chake akakiweka pembeni, akaja akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi sana Yesu, akimwomba ya kwamba, mwalimu, naomba uje nyumbani kwangu, kuna shida. Binti yangu wa miaka 12 tu ni mgonjwa, anaumwa sana. Na Yesu aliposikia hayo, wala hakuzungumza maneno mengi kwa Kuhani Yairo. Maandiko matakatifu yanasema Yesu akaacha vyote na akaanza kufuatana naye. Na wakati anaenda, mkutano mkuu ukamkusanyikia Yesu, wakaanza kumzongazonga. Na katikati ya umati huu mkubwa akaja mwanamke aliyekuwa na tatizo la kutokwa na damu muda wa miaka 12. Akaja akapita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi la Yesu. Maandiko yanasema ghafla chemichemi ya damu yake ikakauka, na Yesu hali akifahamu nafsini mwake, akageuka akauliza, ni nani aliyenigusa? Maana naona nguvu zimenitoka. Sasa maandiko yanazungumza, yanasema wanafunzi wake walipokana, Petro alizungumza akamwambia, Bwana mkubwa, Rabi, hapa tulipo makutano ni wengi, unawezaje kusema mtu amekugusa? Yesu akasema, kuna mtu amenigusa, maana nguvu zimenitoka. Kwenye kitabu cha Luka unaposoma habari hii ya huyu mwanamke, maandiko yanasema, na yule mwanamke alipoona hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka miguuni pa Yesu, akamweleza Yesu kweli yote, na mbele ya mkutano wote akashuhudia namna alivyoteseka kwa muda wa miaka 12. Na baada ya hapo tunamwona Yesu akimwambia yule binti, enenda zako kwa amani, uwe mzima, na huu usiwe msiba wako tena. Sasa baada ya yule binti kuondoka, kumbuka Yesu alikuwa akielekea nyumbani kwa Yairo, na hapo ndipo tulipoishia Jumamosi iliyopita. Wakati yule binti akiwa anaondoka, kwa Marko ameandika ni kama walikuja watu kutokea nyumbani kwa Yairo. Kwa Luka ameandika ni kama mtu mmoja. Ni jambo tu la kithiolojia, lakini dhima kuu au adhma kuu tunayotakiwa kuipata hapa ni kwamba taarifa zilimjia Yairo kutokea nyumbani kwake. Wajumbe wakaja kwake wakimwambia, usimsumbue tena mwalimu, binti yako amesha kufa. Sasa hapo ndipo tulipoishia. Yesu ni kama amecheleweshwa njiani. Sasa hivi yule binti aliyekuwa anaelekea kumponya sio ugonjwa tena, sasa hivi ni kifo. Na Yairo ameletewa habari hizi mbaya kutokea nyumbani kwake. Nikakwambia kwa Yairo ni mtoto, na tena Yairo ameweka vizuri, ni mwanaye wa pekee, ni binti yake wa pekee. Nikakwambia kwako inaweza ikawa si ugonjwa, yamkini ni kazi yako, yamkini ni ndoa, yamkini ni mambo ya kifamilia, yamkini wewe labda ni mfugaji na ndo habari zinakujia, mifugo yako kadhaa imekufa, hakuna haja ya kuendelea na maombi tena. Ni simu umepigiwa kutokea kwenye mashamba yako unayolima, wale vibarua uliowaweka huko na wale waangalizi wa shamba wa mashamba yako wanakupigia simu, wanakuambia bosi, mambo shambani huku yameharibika,
ila hawa watu walienda hatua ya mbele zaidi kwenye hii habari mbaya waliomletea Yairo. Wao wanamwambia, usiendelee kumsumbua mwalimu. Kwa nini kuendelea kumsumbua mwalimu? Binti yako amekwisha kufa. Juma lililopita nilikupa tafsiri ya hiki walichokuwa wanakisema. Hawa ni watu ambao wanakuzunguka yamkini, watu wanaomchorea Mungu mstari au wanaomchorea Yesu mstari, kwamba Yesu anaweza kufanya kitu jambo linapokuwa katika hali fulani, angalau kuwe na dalili ya uhai. Ila uhai ukishatoweka ndani ya hilo jambo, maombi hayawezi kukusaidia tena. Yesu hawezi tena kufanya kitu kama ndoa imeshavunjika, kama watu wameshatengana, kama benki au mashirika fulani yameshachukua vitu vyako, yameshakufilisi. Yesu hawezi kufanya kitu tena. Kwa hiyo usiendelee kumsumbua mwalimu, ndicho wanachomwambia, kwa sababu mazungumzo ya Yairo na Yesu ndiyo tafsiri au ndiyo picha tulionayo ya sasa hivi ya mtu anapoingia kwenye maombi kuzungumza na Yesu, kwa sababu Yairo alikuwa kwenye maombi anazungumza na Yesu, Yesu aje amguse binti yake, na akiwa katikati ya maombi wanakuja watu wanaomwambia achana na maombi, jambo lako limeshaharibika kabisa. Tunajua maombi huwa yanasaidia, lakini hali ikishafika namna hii, maombi huwa hayasaidii kitu tena. Sasa Jumamosi hii nataka tuendelee kuanzia pale. Ni kitabu cha Marko sura ile ya 5, tutaanzia mstari wa 35. Ndo hii habari inaendelea, na hapo ndipo tulipoishia juma lililopita. Kumbuka, tunaelekea nyumbani kwa kuhani Yairo. Tuanze mstari wa 35. Hata alipokuwa katika kunena. Hata Yesu alipokuwa katika kunena, wakati anazungumza, anaagana na yule binti ambaye tayari ameshaponywa msiba wake wa kutokwa na damu miaka 12. Wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, wakisema, binti yako amekwisha kufa. Kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, juma lililopita nilikwambia, ashukuriwe Mungu, kwa maana si kwamba huwa anasikia tunapozungumza naye tu, ila hata wakati ambao watu wanatuzungumzia mambo fulani, yawe ni mema au mabaya, hapa maandiko yanatuonyesha Yesu huwa ana uwezo wa kuyasikia. Hawa watu wameleta taarifa mbaya kutokea nyumbani kwa kuhani Yairo. Hawakuwa wanamwambia Yesu, ila Yesu alikuwepo pembeni ya kuhani Yairo. Wao wanamwambia kuhani Yairo, ila Yesu akayasikia maneno yao, namna walivyokuwa wanamweleza taarifa mbaya. Sasa Yesu alipowasikia, akamwambia mkuu wa sinagogi. Yesu akamwambia mkuu wa sinagogi haraka, usiogope, amini tu. Amini tu. Yesu anaanza mahubiri mengine na kuhani Yairo, kwa sababu watu tunapopokea taarifa mbaya, tuna kawaida ya mioyo yetu kushuka, nafsi zetu kushuka. Taarifa mbaya zinavunja nafsi, zinavunja moyo, na Yesu anajua mtu akiwa katika hali ya kuvunjika moyo hawezi kufanya maombi akiwa kwenye hali ya moyo umevunjika vipande vipande kwa sababu ya taarifa mbaya. Yesu anaanza kushughulika na moyo wa kuhani Yairo kwanza, kwa sababu akimwacha katika hali hii hali itakuwa kizuizi huko mbele wanakoelekea. Yesu anaanza kwanza kuurekebisha moyo wa kuhani Yairo, kama ambavyo muda huu anavyozungumza kupitia mimi, kuurekebisha moyo wako kwanza. Wewe unayenisikiliza, sijui umepokea taarifa mbaya gani. Ukiwa kwenye hali hiyo ya kuvunjika moyo, hutaweza kuomba. Ndio maana Yesu amezungumza na sisi, nasi tunakuletea ujumbe huu ambao Yesu, baada ya kumwona kuhani Yairo amepokea taarifa mbaya, Yesu mara moja anaanza kushughulikia moyo wa kuhani Yairo na kumwambia usiogope. Usiogope msikilizaji wa unayefuatilia kipindi cha Taifa Imara, ninakutia moyo kwa Bwana. Usiogope, amini tu, weka imani, pokea uwezesho wa Roho Mtakatifu wa kuto kuogopa, ili tutakapoingia kwenye maombi uweze kusimama imara,
kwa sababu moyo wako ukiwa katika hali ya kuvunjika, hakuna kitu utakisogeza. Hata kama nitaomba, hakuna kitu kitasogea. Lazima moyo wako kwanza ukae katika hali ya uimara. Haijalishi aina ya taarifa ulionayo, bado Yesu anaweza kufanya kitu kwako. Yesu akamwambia usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye. Yesu hakuruhusu mtu afuatane naye. Hii ni kwa mara ya kwanza tunamwona Yesu akikataa watu kufuatana naye. Huyu ndiye yule yule anayesema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Ni huyu huyu leo hii amekataa watu wasimfuate. Sasa unisikilize vizuri, tunapomfuata Yesu kwa ajili ya kuokolewa, Yesu hawezi kukukataa. Hapa anawakataa hawa watu wasifuatane naye ni kwa sababu ya hali walioibeba moyoni. Kule anakoelekea Yesu hahitaji watu walio na mioyo iliyovunjika, kwa sababu hali anayoenda kushughulika nayo sasa hivi ni hali ya kitu kilichokufa, mambo yakiwa yamekufa tayari. Hauhitaji kuzungukwa na watu ambao mioyo yao inavunjika kirahisi. Hii ni kanuni Yesu anaitoa. Yamkini kuna vitu kwenye maisha yako muda huu tunapozungumza hapa na unapotusikiliza, kuna vitu vyako haviko sawa, vingine vimesha kufa kabisa na vingine viko kwenye hali ya kufa. Mambo yanapofikia hapo, kuna aina ya watu haupaswi kuendelea kuwa nao karibu, sio kwa sababu ni maadui kwako, bali ile hali walioibeba ndani ya kuona ya kwamba Mungu hawezi kufanya kitu hali ikisha kuwa mbaya namna hii. Watu wa design hiyo, watu wa namna hiyo haupaswi kuendelea kuwa nao unapoelekea au unapoingia kwenye maombi ya kufufua vitu vyako vilivyokufa. Unahitaji kuwa na watu wasio na hofu na watu wanaoamini tu. Hao ndio watu wanaopaswa kukuzunguka wakati unapokuwa kwenye hali ya vitu vinavyokuzunguka vimekufa. Aidha ni mambo ya kiuchumi, au ni mambo ya kiafya, au ni mambo ya kifamilia, au ni mambo ya kwenye ndoa. Vitu vimekufa. Hauhitaji kuzungukwa na watu wanaoonyesha mashaka kwenye maombi, watu wanaojaribu kukuletea ufumbuzi mwingine mbali na maombi. Hao watu unapaswa kujitenga nao kama unahitaji Yesu afufue vitu vyako vilivyokufa. Maandiko yanasema Yesu hakuruhusu mtu afuatane naye. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Umeona, Yesu amejichagulia watu, anajua wanafunzi wake alionao. Ameachana na wale 9, amechukua 3, Petro, Yohana na Yakobo. Na hapa pia utamwona anaongozana na kuhani Yairo, na sasa hivi anaongozana naye ni kwa sababu amempa semina fupi. Baada ya kuletewa taarifa mbaya, amemvuta pembeni na kumwambia usiogope, amini tu. Baada ya kumalizana na semina ya kumpa kuhani Yairo, unamwona sasa Yesu anaambatana na watu 4, Petro, Yohana, Yakobo na kuhani Yairo. Hata wale waliomletea taarifa hakuruhusu waongozane naye huku wanakoelekea. Sasa Yesu hapa anaelekea msibani, ni nyumbani kwa kuhani Yairo. Hapo kabla ni binti alikuwa mgonjwa, sasa hivi binti amekwisha kufa. Labda nikutafsirie hii hali iliyokuwa inaendelea hapa. Manake Yesu ni kama kwa kuhani Yairo anampa ujumbe ya kwamba hii safari tumeianza pamoja, sintakuacha njiani. Hii biashara tuliianza pamoja. Umesema ni binti yako ni mgonjwa. Huyo binti kabla hajawa binti yako, mimi ndiye niliyemuumba, kwa hiyo ni binti yangu pia. Hii kazi kabla haujaanza uliiomba kutokea kwangu, na mimi ndo nilikupa hii kazi. Kwa hiyo si kazi yako tu, ni kazi yangu pia. Hii siyo biashara yako tu, ni biashara yangu pia. Kwa hiyo maadamu ulianzisha hii safari na tuliianza pamoja mimi na wewe, Yairo unayenisikiliza, usikate tamaa, usiogope. Njiani Yesu anaweza akakutana na vingi. Mruhusu, muache Yesu ahudumie wengine. Unaona, Yairo alikuwa amekaa kimya tu nyuma ya Yesu, anasikia Yesu anayoongea yote, anamtazama Yesu yote anayoyafanya. Yesu anahudumia wengine. Yairo hana hofu, ni kama Yesu anamwambia usiogope, tulia tu, wewe leo naenda kwako, niruhusu niwahudumie wengine.
Yamkini ni kanisani unakosali na unaona kuna watu wanakuja kushuhudia yamkini vitu vile vile ambavyo na wewe umekuwa ukimwomba Mungu. Leo niko hapa kukutia moyo, usiogope. Yesu huyo huyo aliyewatendea wao, uliyemruhusu akawatendea wao, leo anafika nyumbani kwako. Leo ni zamu yako, na haijalishi katikati ya njia mambo yataharibika. Huyo huyo aliyekuwa akiwapa watu vitu, Yesu amenituma leo kukwambia haujachelewa. Wakati wako ni huu, saa yako ni hii. Usiogope Yairo unayenisikiliza, amini tu, utauona wokovu wa Mungu. Tuendelee pale. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi. Wamefika nyumbani sasa kwa mkuu wa sinagogi. Akaona ghasia. Yesu anatazama, anaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Yesu amefika nyumbani kwa Yairo, amekuta watu wakifanya ghasia, watu wakilia. Kwa hiyo hii inaonyesha kwanza, hili jambo lilitokea muda mrefu kidogo, kwa sababu mpaka jamii na mazingira yote yanayozunguka nyumba ya Yairo, majirani wameshajua ya kwamba kuna msiba kwa jirani yetu. Kwa hiyo watu wameshakusanyika. Amekuta watu wanafanya ghasia, watu wanalia namna za ajabu, wanalia na kupiga mayowe. Yesu amefika hapa nyumbani. Yesu alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Mbona mnafanya ghasia na kulia? Mungu wangu, swali la kiroho kabisa hili. Mbona mnafanya ghasia na kulia? Fikiria ungekuwa miongoni mwa hawa watu. Ningekuwa mmojawapo wa hawa waombolezaji hapa. Ningemwambia Yesu, ni kwamba hauoni, haujapata taarifa ya kwamba mambo yameharibika. Binti wa huyo mzee unayefuatana naye hapo ameshafariki. Ni taarifa zimechelewa kukufikia au ni nini? Na Yesu angejibu majibu haya haya anayouliza nayo swali hapa. Ndiyo, nimepata taarifa ya kwamba binti amefariki, binti amekufa, lakini bado sijapata jibu la kwa nini mnalia. Why are you crying? Kwa nini mnalia? Ndiyo, umefukuzwa kazi, ila Yesu anakuuliza kwa nini unalia? Ndiyo, mume wako amekuacha, mke wako amekuacha. Yesu anafahamu hiyo, lakini bado anakuuliza swali, kwa nini unalia? Manake yeye kama Yesu bado hajapata sababu inayokufanya ulie. Hujasikia nilichosema? Hebu endelea kusoma pale. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Kijana hakufa, amelala tu. Ila haya mnayoyafanya hapa, haya mayowe mnayopiga na ghasia hizi mnazofanya, hiki ndicho kitakachosababisha hiki kiwe kifo. Aina hii ya maombolezo unayoyaonyesha wewe msikilizaji unayefuatilia hapa, kwa sababu kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yako hayaendi sawa, sijui ni jambo gani. Aina hii ya mkao wa masikitiko, mkao wa majonzi unaouonyesha, ambao Yesu hajapata jibu. Kwa nini uko katika hali hii ya majonzi? Uko katika hali hii ya masikitiko. Ni kweli bosi wako anakutesa, ila Yesu hajajua kwa nini unalia. Ni kweli anakutesa, but why? Hali hiyo unayoionyesha ndicho Yesu anachotoa katika lugha ya kiroho hapo. Haya mayowe na ghasia mnazozifanya hapa ndizo zitakazosababisha binti wa huyu mzee afe kweli, kwa sababu mpaka sasa mimi kama Yesu nikitazama, huyu binti hajafa. Haleluya! Huyu binti amelala tu. Mimi kama Yesu nikitazama, kazi yako haijafa, ni imelala tu. Hii biashara ni imelala tu. Majonzi na masikitiko unayoyaonyesha yatafanya hii biashara ife kweli. Yesu, hauoni nimeshafunga paka fremu na kila kitu nimeshauza kwa hasara? Leo ndo utajua Yesu ni Yesu. Yesu hachorewi mstari. Hata kama mmeshaachana kimahakama, Yesu anakuambia leo yeye ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Amebobea kwenye yale ambayo kila mtu anaona hakuna anayeweza kukutoa hapa tena. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha Taifa Imara, fikiria ni mambo mangapi tumeshayazika tukidhani ya kuwa
yalikuwa yamekufa. Kumbe kulingana na Yesu hayakuwa yamekufa yale mambo. Ile kazi haikuwa imekufa, ile biashara haikuwa imekufa. Tulikata tamaa mapema. Kulingana na Yesu anasema figo zako hazijafa. My God, mapafu yako hayajafa. Ndiyo, ni ripoti madaktari wameileta wakati wanakusomea hospitalini. Nilikuwepo, nilikuwa nasikia ripoti wakisema mapafu yamekufa, figo zimekufa, nyonga zimeharibika, mifupa ya nyonga imeharibika, huyu hataweza kutembea tena, ana uvimbe kwenye ubongo. Nilisikia wakiwa wanasema hayo, lakini leo nimekuja kupitia mtumishi wangu huyu anayehubiri hapa, mnayeisikia sauti yake. Nimekuja kwako wewe ambaye madaktari walisema hakuna suluhisho la ugonjwa wako. Tayari hiki kisukari ni cha kwako, kipo kwenye damu imeshaathirika, na kuuliza kwa sababu na kuona uko katika huzuni. Damu yako haijafa, imelala tu, hauna presha. Moyo wako haujafa, umelala tu. Figo zako hazijafa, zimelala tu. Oh Yesu, kwa nini mnalia? Kwa nini mnafanya ghasia? Usiendelee kuwa kwenye hiyo hali. Ninakuonya kama mtumishi wa Mungu, usiendelee kuwa kwenye hiyo hali ya huzuni, hiyo hali ya huzuni na majonzi, kulingana na mahali unapopitia. Hiyo huzuni na hayo majonzi na hayo machozi unayoyatoa, hayo ndiyo yatakayosakafia hiyo hali na kuifanya iwe ya kudumu kwenye maisha yako. Simama, futa machozi yako, jitie nguvu kwa Bwana. Simama kijasiri, ukijua ya kuwa Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye watu wanapodhani amechelewa ndio anakuwa amefika kwa wakati. Na leo amefika kwenye jambo lako, yuko nyumbani kwako. Haijalishi mazingira yanazungumza kitu gani, watu wa karibu na wewe wanazungumza kitu gani kuhusiana na hiyo hali, hili jambo halijafa, limelala tu. Wakamcheka sana. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye. Yesu akaona siwezi kuendelea na huduma hapa nikiwa nimezungukwa na hali za namna hii. Hii ni kanuni ya kiroho nakupa wewe unayenisikiliza. Usiruhusu kuzungukwa na aina ya watu wa design hiyo. Unaona kanuni ya Yesu, kila mahali anapokuta aina fulani ya mioyo ya watu ambao wako kinyume na utendaji kazi wake, huwa anawatoa nje wote. Haijalishi ni marafiki zako kiasi gani yeiro, majirani wa design hii haupaswi kuwa nao, ambao jambo likitokea ni wepesi kuja na kulia pamoja na wewe. Hakuna hata mmoja anayekumbuka uwezo nilionao kama Yesu wa kurekebisha hali yoyote. Kila wanapokuona umepatikana na baya, wao wanakuja kwa ajili ya kulia, kuomboleza na kufanya ghasia. Watu wa namna hiyo kama uko nao wewe unayenisikiliza, jifunze kuwaeka nje kidogo unapoingia kwenye maombi ya kufufua vitu vyako vilivyokufa. Jitenge kidogo na design hiyo ya marafiki, aina hiyo ya watu waeke kando kidogo. Utawarejea baadaye vitu vyako vikishafufuka, ila kwa sasa waache kwanza, usiwashirikishe. Sijui kama nazungumza na mtu. Yesu hakuruhusu, rudia tena pale, Yesu hakuruhusu mtu. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Amen. Angalia, hii kanuni ni kanuni ya kimaombi. Ndio maana nimekwambia ni lazima ujitenge na aina fulani ya watu. Unaona, hawa walikuwa wako kwenye duara la nje, maiti iko ndani, na huku ndani anakosogea Yesu akaingia akiwa na yule baba na mama wa yule binti na waombaji ambao Yesu anawaamini, Petro, Yohana na Yakobo. Maandiko yanasema akaingia nao ndani, akasogea ndani zaidi kimaombi. Wale wengine amewaacha nje. Ni majirani zake ndiyo, ni marafiki zake ndiyo, ni watu wanaosali nao kanisani, ni makuhani wenzake ndiyo, lakini huku anakoelekea naye kimaombi, anamwambia kuhani, hawa watu inabidi wabaki nje.
nahitaji niingie na wewe ndani zaidi. Wakaingia mpaka kule ambako maiti imelazwa. Akamshika mkono kijana. Yesu ameingia ndani, akaja, sijui ni ameketi juu ya hiki kitanda cha huyu mtoto. Yesu akamshika mkono wake, anaangalia. Ni kweli kijana ameshapoa, ni kweli amekufa. Hata wa watu waliokuwa nje, namna walivyokuwa wanalia, ni kweli kwa akili zao, huyu kweli amekufa. Kibinadamu tukizungumza katika uhalisia, hii biashara imekufa, hii kazi imekufa. Kwa jicho la kisayansi, huyu kweli ana kisukari, hii kweli ni presha, hizi figo kweli zimekufa. Ni kweli. Yaani Yesu baada ya kuweka mkono juu ya huyu kijana anagundua ni kweli amekufa. Sasa kuna vitu Yesu ambavyo aliendelea navyo baada ya kuingia ndani. Kuna kanuni aliendelea nazo, na mimi nikiangalia kulingana na wakati huu tulionao hapa studioni, ni mahali pafupi lakini ni mahali parefu sana. Sasa Jumamosi inayofuata tutamalizia sehemu hii ya maandiko, lakini pia tutakuwa na maombi maalum ya kufufua vitu vilivyokufa. Ndugu msikilizaji, ikiwa unamfahamu mgonjwa yoyote ambaye alipewa taarifa ya kwamba kuna kitu ndani ya mwili wake walikihesabia ya kuwa kimekufa, una mtu ambaye walishamhesabu ya kuwa amefilisika, una mtu ambaye walishamkatia tamaa wakajua hakuna kitu kinaweza kutokea tena hapa, aina hiyo ya watu ndiyo tutakao wahitaji Jumamosi ijayo kwenye kipindi hiki cha Taifa Imara. Uwashirikishe kadri uwezavyo. Tumeuona uweza wa Mungu utendao kazi kwa namna ya ajabu ndani ya hii huduma, Mungu akitutumia watumishi wake. Tutakapokuwa na kipindi Jumamosi ijayo, ni kipindi maalum tutakachomalizia hiki kipengele ambacho Yesu anaelekea kumfufua huyu binti, kwa sababu ni habari tunayoijua, lakini tutakapoifuatilia kanuni kwa kanuni, kuna vitu utaviona. Nakwambia utashuhudia watu wakiponywa magonjwa ya ajabu kwa matamko mepesi katika mwili, lakini ni mazito sana katika ulimwengu wa roho. Utashuhudia vimbe zikitoweka kwenye matumbo ya uzazi ya watu. Utashuhudia figo zikipona. Utashuhudia ndoa zikirudi. Utashuhudia biashara zikifufuka upya. Naona nguvu na msukumo wa Roho Mtakatifu alivyoazimia kurejesha vitu vya watoto wake. Jumamosi ijayo utajua ya kuwa Mungu ni Mungu. Utaona waliopooza wakipokea uwezo wao tena. Utaona maisha yako yakirudi tena kwenye mstari. Tunamjua Mungu tunayemtumikia. Hauhitaji kuwa na kitu chochote. Huduma hii tunaamini katika jina la Yesu pekee ndilo lenye nguvu na uweza wa kuwaponya watu. Hatuamini katika vitu vya kutusaidia katika imani. Tunaamini ndani ya jina la Yesu pekee. Hilo ndilo lililopewa uwezo wa kufungua watu vifungo vya kila namna na kurejesha uhai katika kila kilichokuwa kimepoteza uhai wake. Ni jina la Yesu pekee. Naomba nikuombee, nikuweke wakfu kwa Bwana kwa ajili ya Jumamosi ijayo. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu. Ninaomba ukamuhifadhi hai kwa jina la Yesu, pamoja na vitu vyote anavyomiliki. Naomba ukamtunze, ukamwekee ndani ya moyo wake shauku ya kuwa karibu na wewe zaidi ndani ya wiki hii. Muongoze namna ya kutembea mpaka tutakapoifikia Jumamosi ile ambayo Mungu umetuahidi ya kuwa unaenda kufufua vitu vyetu vilivyokufa, vitu ambavyo binadamu wengine walivikatia tamaa, marafiki walivikatia tamaa, jamaa walivikatia tamaa, ndugu zetu walivikatia tamaa, wakaona ya kuwa haviwezi kuinuka tena. Bwana Yesu, tunakushukuru, maana Jumamosi ijayo itajulikana hakika ya kuwa wewe ni Mungu ambaye mkono wako una uwezo wa kugeuza mambo. Jina lako libarikiwe. Utukufu wote ni wako Yesu. Heshima yote tunakurudishia wewe katika kiti chako cha enzi.
Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ndugu msikilizaji, endapo una maswali, maoni au ungehitaji maombezi, unaweza ukawasiliana nasi kupitia nambari 0757274220, 0757274220. Lakini pia kwa namba hizo unaweza ukatuma sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea kuruka hewani kwa siku zijazo. Nambari ni 0757274220, 0757274220. Jina litakalotokea ni Gertrude Malia. Mungu akubariki sana. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa mafundisho zaidi. Jina ni Strong Nation Ministry. Karibu sana, mpaka wakati mwingine. Shalom.